Hello guys, karibuni tena katika mwendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Info 2. Asante sana kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu, una like, una share na comment. Awali ya yote nipende kuwashukuru sana familia ya DMG Info 2 kwa namna ambavyo mmekuwa mkitusupport kwa kutizama video zetu, kwa kushare, kwa kulike, comment. Zote zinafanya tu katika nafasi nzuri katika mwendelezo wa kuhakikisha kwamba tunawaletea kilicho bora kabisa. Na nikumbushe tu, kama hujasubscribe channel hii katika ukurasa wetu wa YouTube, basi tunakuomba ufanye hivyo, subscribe kisha gusa alama ya kengele, weka kwenye all ili tuweze kufika mbali, na pia tunapopost video basi uwe kwanza kabisa kupata notification ya video zetu pale ambapo tunakuwa tuna upload. So ni muhimu sana, usituangushe, na tunashukuru sana kwa vile ambavyo mnazidi kufahamisha jamii kuna namna ambavyo kuna mazuri katika channel yetu, ambapo unaweza ukasaidika kwa njia ya mtandao pale ambapo unapata changamoto, hususan katika masuala ya Azam installation, DSTV installation. So katika video yetu ya leo tunaenda kuangalia jinsi ya kushughulika na ujumbe wa no valid secure device. Huu ni ujumbe unaojitokeza hasa kwa watumiaji wa kingamuzi vya Azam TV, iwe ni antena au ni dish, na ujumbe huu unakuonesha kuwa ni kama vile decoder yako haina mawasiliano kabisa na watu wa huduma wa Azam TV. Sasa hii ni kama vile tunavyosema line, yani line tunapotumia line zetu za mitandao, inapokuwa inasoma, iko hewani inasoma mtandao, kuna namna fulani ambavyo taarifa zake ziko somewhere. Yani taarifa zake ziko kwenye database za Vodacom au tuseme ni Yas au tuseme ni Airtel. Kwa hiyo inaonekana taarifa zake zinasoma, usajili wake, salio na nini, kila kitu. Kwa hiyo katika vingamuzi iko hivyo kwamba ile akaunti ambayo unakuwa nayo kwa ajili ya kufanya malipo, lakini pia wengine tunakuwa na vingamuzi vyenye kadi, ambapo kadi ile ndio inakuwa inabeba taarifa zako. Lakini kwa sasa vingamuzi vingi havina kadi, lakini ni kwamba haimaanishi kwamba venyewe havifanyi kazi the same kama vingine vyenye kadi, bali ni kwamba vingamuzi hivi vimetengenezwa kwa mfumo wa moja kwa moja wa ndani, ambapo instead sasa ya kutumia ile chip au kadi, yenyewe inakuwa na chip ambayo tayari imekuwa solid ndani kwa ndani. Kwa hiyo hauhitaji tena kumechi kingamuzi na kadi. Unavyonunua kingamuzi kwa mara ya kwanza, ilikuwa ni kwamba lazima ufanye usajili, uchomeke wa kadi na ujaribu kufanya usajili wa ile kadi pamoja na kingamuzi. Yani sasa visomane, tafsiri yake visomane. Na pale ambapo utachomoa hii kadi na kuingiza kwenye kingamuzi kingine, tafsiri yake na maana haitasoma. Kwa tafsiri yake ni kwamba ilikuwa tunafanya kama kuunganisha taarifa hizi mbili za kadi pamoja na vingamuzi ziweze kusomana. Sasa hivi amerahisisha, na maana inakuja moja kwa moja, inakuwa ni taarifa ambazo ziko sehemu moja. Kwa hiyo never and you can't separate it. Kwa hiyo ni unavopata ujumbe wa no valid secure device, tafsiri yake ni kwamba kuna namna ambavyo sasa umepoteza mawasiliano na watu wa huduma wa Azam. Yani ni mawasiliano hakipo, kingamuzi chako hakina mawasiliano yoyote. Nini kinachotokea? Hii inatokana na kutokutumia kingamuzi kwa muda mrefu. Yani umesafiri, tuseme mfano umeenda na umekaa muda mrefu na hakuna mtu ambaye anatumia labda TV au kingamuzi pale nyumbani. Unavorudi unakutana na ujumbe kama huo. Kwa ujumbe kama huo, kuna namna ambavyo unatakiwa uweze au ujue jinsi ya kushughulikia. Nilisema mwanzo kwamba pale ambapo unapata tatizo lolote katika kingamuzi chako cha Azam TV, cha kwanza kabisa lazima ujue ni message gani ambao wanakupa kwenye screen. Kwa sababu kingamuzi kinajitambua, yani pale ambapo kinakuwa kuna makosa ya mfumo au kuna makosa fulani, lazima kitoe taarifa. Kwa hiyo kila namna ambavyo sema kinajisemea chenyewe kwamba kinatoa taarifa kwamba kitu fulani hakiko sawa. Kwa hiyo pale ambapo unataka kushughulikia ujumbe wote tu kutoka katika kingamuzi cha Azam TV,
Usiende tu kwa kubahatisha kwamba yamkini labda inawezekana dishi limeyumba au yamkini labda kuna hili na ile. Hapana. Tunatakiwa tujue jinsi ya kushughulikia jumbe au message ambazo zinakuwa display katika TV yako. Umepata ujumbe wa no signal, unajua ni wapi pa kuanzia. Na wanakupa maelekezo kabisa kwamba inaweza ikawa sometimes ni weather, pale ambapo wanaonyesha mvua. Nilisema kwamba signal huwa zinakuwa wiki sana, na sometimes inaweza usipate kabisa picha, ina maana ukapata ujumbe wa no signal. Lakini changamoto inakuwa ni kwamba ni kutokana na hali ya mvua ambayo ikipita basi signal zinarejea kama kawaida. Lakini sometimes inawezekana kweli sio kwamba kuna hali ya mvua, lakini kuna namna ambavyo kingamuzi chako hakipati mawasiliano kutoka kwenye dishi au kutoka kwenye antena, na hii inaweza ikawa labda haujafunga vizuri waya unaoingia kwenye dishi, waya unaotoka kwenye dishi kuingia kwenye kingamuzi, au inawezekana kuna namna ambavyo huo waya sio salama. Kuna namna ambavyo umekuwa damage, labda umechubuka, umeng'atwa na panya, umeubana kwenye mlango kakatika na issue nyingine kama hiyo. Lakini jambo jingine nilisema kwamba inaweza ikawa ni LNB receiver haijakaa sawa, au waya umechomoka kule juu na mengine. Kwa hiyo all in all ni kwamba unatakiwa ujue jinsi ya kushughulikia jumbe mbalimbali zinazojitokeza katika TV yako. Kwa hiyo unapopata ujumbe wa no valid secure device, ujue tu kwamba hujatumia kingamuzi chako kwa muda mrefu. Na jambo la kufanya sio kwenda kutingisha dishi. Kuna mwingine anaanza kuhangaika na dishi kwamba signal na nini. Pale ni anafikiria tu kwamba labda tatizo lolote linalotokea kwamba hapati picha inakuwa ni signal. La hasha. Kwa hiyo jinsi ya kushughulikia ujumbe huu, sasa unaweza ukafanya yafuatayo. Cha kwanza kabisa, unatakiwa ujiridhishe na kiwango cha signal kama ziko sawa. Kama ziko sawa, still unapata ujumbe wa no valid secure device, au anakuambia insert conditional access module, yani CAM. Conditional access module. Hii ndio sehemu ya kadi ambayo ina usajili, ambayo ina mesh na taarifa zako. Kwa hiyo pale ambapo pia hujachomeka kadi vizuri, inaweza kukupa ujumbe kama huu. Jinsi ya kushughulikia, natakiwa ufanye yafuatayo. Cha kwanza kabisa, unatakiwa ujihakikishie signal, lakini cha pili, uhakikishe unalipia kifurushi chochote kile ukilipie kwa hiyo decoder. Baada ya hapo, ukishalipia itabidi uwasiliane na watu wa huduma wa Azam kwa ajili ya kuweza kuactivatea kingamuzi chako, kwa sababu inakuwa kiko dormant, yani inakuwa kama vile ni kama vile account za benki. Pale ambapo unakuwa utumia account ya benki na hakuna salio lolote, basi account inakuwa dormant, inakuwa imesize. So ili kuweza kuactivate lazima uwasiliane na huduma kwa wateja. Ndivyo hivyo katika Azam TV pia. Pale ambapo unakuwa hujatumia kingamuzi kwa muda mrefu na umepata ujumbe wa no valid secure device, basi inatakiwa ulipie kifurushi cha aina yoyote. Baada ya kulipia, basi unawasiliana na watu wa huduma wa Azam kwa kuomba kwamba uwashiwe kingamuzi chako. Kuna namba za Azam huduma kwa wateja, lakini pia kuna namba ambayo wameitoa kwa ajili ya bot ya WhatsApp, kwamba unaweza ukachati na robot kwa njia ya WhatsApp, ukachagua tu namba ya huduma na mwisho ukafanikiwa kuweza kusaidika. Kwa hiyo hii namba inatumika pia na Telegram. Nitazionyesha hizi namba hapa kwa ajili ya msaada zaidi pale ambapo huna hizi namba za watu huduma wa Azam. Kwa baada ya kufanya hivyo, umelipia, baada ya kuwa umewasiliana nao, ndani ya dakika 5 basi chaneli zako zitarudi. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza ukashughulikia ujumbe wa no valid secured. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, naamini utakuwa umejifunza jambo, na kama ni mara yako ya kwanza hapa, usisahau kusubscribe channel yetu. Subscribe ili familia izidi kuwa kubwa na pana, tuzidi kufika mbali, tuzidi kusaidia watu wengi katika maeneo tofauti. Napata simu zenu nyingi sana, napata simu zenu nje ya Tanzania, South Africa, Komoro, Kenya. Napata simu nyingi kutoka pia Kongo. Wote ni namna ambavyo wanakutana na hizi contact, wanajaribu kuuliza 1-2 ili kuweza kusaidika au kuweza kusolve issue ambazo zinawapata, hususan katika mambo ya TV installation au DSTV as well as Azam TV installation. Kwa hiyo nashukuru sana kwa jumbe zenu, nashukuru sana kwa simu zenu, lakini pia usiache kucomment kama una changamoto au kama kuna namna ambavyo unaona labda tuendeshe vipindi vyetu
au kuna namna ambavyo labda unapenda kutoa ushauri, basi kupitia comment box hapo, basi acha ujumbe wako na mimi nitaweza kuupitia. Niseme samahani kwa wale ambao simu zao nakuwa saa nyingine nashindwa kuwahudumia kutokana na majukumu pia ya wengi wanapenda kupiga simu, hasa katika unakuta kuna matukio makubwa katika vingamuzi vyetu, especially labda tuseme ni tamasha la Simba na Yanga labda, au kale au Mzizima Dabi au kuna yani hizo moment huwa zinakuwa kwamba watu wanakuwa wanapata changamoto nyingi sana, na hii ni kutokana na watu wengi wanakuwa wanahitaji ile huduma kwa wakati huo. Kwa hiyo fanya malipo mapema ili kuepuka tatizo la kimtandao. Nikusisitize tu kwamba usisubiri kwamba siku ya tukio basi ndio ufanye malipo. Fanya malipo mapema kuepuka changamoto za kimtandao ambazo zinaweza kukukwamisha. Kuna wengine wanalipia alafu unachukua muda mechi mpaka inaisha alafu hajaweza kusaidika. Yaani changamoto ya mtandao sasa hapo. Mwisho wa siku labda umepoteza na hivyo hujaweza kuburudika kama Azam. Lengo letu ni kuweza kuburudika, burudani kwa wote. Basi niwatakie kila lililo jema kwenu hadi wakati mwingine, kwaheri.